Na maiki kipindi sasa njo kwenye ndoto zinakuia watu wengi. Bwana usaidie sana. Bwana usaidie sana. Tusome Ayubu sura ya 33, tusikie anasema pale na mstari wa 15. Ayubu 33:15. Ayubu 33:15. Biblia inasema nini pale? 33:15 ya Ayubu. Voilà. Tunaanza kwa 14 juu tuelewe mzuri 14 na 15. Biblia inasema hivi. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, atapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku. Usingizi mzito, njo ile usingizi kabisa yenyeko tellement profond. Usingizi mzito uajili yapo watu katika usingizi kitandani. Amen. Biblia inasema ya kwamba Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Lakini anaongea mara nyingi katika ile ndoto ya usingizi. Katika ndoto mwa ile usingizi mzito. Sasa nyolisha sinzia sana, njema na kusinzia sana nayo ni baraka. Haleluya. Haleluya. Mwenye apatake usingizi, Mungu ampatie usingizi kuanzia leo. Kukosa usingizi utakuwa unakosa baraka. Bwana tusaidie sana. Amen. Usingizi iko na importance yake. Entiere ya maisha ya mtu anaipitishaka mbusingizi. Yaani tuseme mwenye ataishi santa kudunia, santa. Mwaile santa, entiere ya santa ni ngapi? Ni 33. Mulikuwa 33 za ya usingizi na 67 yenye ulikuwa macho. Bwana usaidie sana. Haleluya. Mwenye ataishi 30 kama ulishakuwa na miaka 13, mwele miaka 13, muko 10 yote ulipitishia mkitando na sinzi yaka. Na 20 ndio ulikuwa macho kwa kuangalia dunia inaendelea hii. Sasa kama unaweza kupitisha 10 ya maisha yako, entiere ya maisha yako na sinzia, ni kusema kwamba usingizi ni aktivite kabambi yenyeko msehemu ya aktivite za mwili wa mwanadamu. Haupaswi kupuuzia usingizi. Mwa ile usingizi, ile faze ya usingizi Mungu anakia sema na watu. Ulimwengu ya roho anakia sema na watu. Bwana usaidie sana. Haleluya. Kwa maana kusinzia ni ya muhimu na inahitajika sana. Ukiishi siku moja mu 24 heures muko 8 heures ulisinzia na 16 heures yenye ulikuwa mkazi zako. Entiere ya maisha tunapitishaka tunasinzia. Kwa hiyo miaka niko nayo 10 ngapi hapa nilishasinzia, nyingine miaka 6 hivi ngapi nishapisha usingizi ukitanda. Na nyingine njoo niko macho. Haleluya. Sasa Mungu mwa ile activity ya usingizi tupatia kitu kabambi hivi akose kwa natuzungumza. Mungu ndio mwenye Mungu anatuletea message mbalimbali. Bwana usaidie sana. Haleluya. Amen. Kuna watu ambao waliota mandoto Biblia. Abimeleki aliota ndoto. Usiku anaona bibi ya Sara, anaona Sara bibi ya Ibrahimu alikuwa wakiana na Ibrahimu naye kwa kumogopa anasema huyu ni dada yangu, kumbe ni bibi yake. Jua alikuwa akiana sana, akasema nikisema ni bibi yangu wataniua wanikule mwanamke. Lakini juu ya kujiepusha anasema ni dada yake. Abimeleki naye anamchukua na zania anapata bofre. Busiku Mungu anakuia Abimeleki mundoto, usiguse Sara maana ni mke wa Ibrahimu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio vile Sara hakutembea kimapenzi na Abimeleki. Mungu alimuonya kupitia nini? Kupitia ndoto. Amen. Amen. Kwa sababu mwanamke wake alikuwa wakiana mzuri wa uso. Watumishi wa Mungu wote walikuwa na chakula babibi ya kiana wakiana. Nawa leo nao wanachagula bisi nao bibi mtumishi mwenye na bibi wakiana. Wote ni wakiana tu. Mungu kwa inabariki watumishi. Lakini sasa wanaanza tufundisha waviana, wanaanza sema kiana usiangalie mwili, waangalie roho. Lakini wewe bibi yao ni wakiana. Na sisi tutaangalia mwili, tutaangalia na roho. Ibrahimu bibi yake alikuwa wa kiana. Bwana usaidie sana. Amen. Mwingine mwenye alilota mundoto ni Yakobo kwa Labani. Yakobo kwa Labani yenye lituma Yakobo anatoka anabarikiwa, yuko anakuta mangozi za mbuzi zilibadilika, tanto ikuwe matashete, tanto ikuwe ya monokulere. Mungu alikuwa anamlotesha hapo usiku mundoto. Ndio maana aliganye myomba yake Labani. Bwana usaidie sana. Amen. Na hata wakati Labani anamfuata na peka ya mnyang'anyi, Mungu alimwambia mundoto, fanya attention usiongee na Yakobo kwa shari, ongea naye kwa mema. Mungu aliona Labani kwa ndoto. Mwingine mwalota ndoto ni Yusufu. Ndoto za Yusufu tunazijua, miganda 5 nini mpaka vile ndoto zake zilitimilika tunazijua.
Mwingine malota ndoto ni Farao. Farao anaota ndoto siwe ngombe 7 za mwembamba zinakula za munene. Ile yote tafsiri tunajua zile habari. Haleluya. Amen. Mwingine malota ndoto ni walinzi wa Farao. Aba wawili walikuwa mprison, na wakati uko mprison kulikuwa walikuwa wanampatia kinywaji na walikuwa wanamkulisha mkate. Mwenye alikuwa anampatia mkate akalota ndoto na Yusufu iko mule, akalota ndoto ya kwamba iko na servire tena mfalme, akasema nilota mikate 3 masaili hivi na hivi. Yusufu akampatia tafsiri akamwambia, wewe msiku 3 utarudia mu pale royal utaanza servire mfalme. Haleluya. Amen. Lakini sio sasa servire mfalme usini sahau. Ule wa pili naye alikuwa na servire kinywaji kwa mfalme. Sasa nisikia wanatafsiria mwenzake